Sasa stori yetu inaanza, tunamuona mshikaji akiwa anafurahi na manzi wake, akiwa anapata vinywaji, na inafahamika kwamba siku hii mshikaji alimwandalia kama surprise kumfanyia mke wake. Kama unavyoona amepamba maputo kama yote, lakini wine zimetawala. Akiwa anamwambia nakupenda sana, lakini mwanamke pia akamjibu nakupenda pia. Sasa mchizi alikuwa anaangalia kinywaji, lakini pia anamwangalia manzi wake huku anampa maneno mazuri kwamba nakupenda. Manzi akamwambia nakupenda pia. Kwa hiyo wakawa wanafurahi kwa pamoja kama unavyoona. Ilikuwa ni siku special sana ambayo mshikaji kamwandalia manzi wake. Kama hivyo anagonga cheers wakifurahi, kwa maana kwamba ni siku ya demu wakiwa na enjoy. Sasa wakati wanafurahi wakiwa wanakunywa kinywaji, demu amekuwa na furaha kweli kweli, amekuwa so surprised sana. Sasa tukirejea upande wa pili, tunamwona mshikaji ambaye wako na urafiki na mshikaji ambaye tumetoka kumuona hivi sasa, na walipanga appointment kwamba waweze kuonana. Mshikaji akamwambia bad boy, ambie wakaana salimiana nini, salamu za hapa na pale. Jamaa akamuuliza vipi, mbona utokee wakati mimi tayari nipo na mchumba tunapata vitu, lakini wewe unashangaa utokee. Jamaa akamwambia basi my brother relax, muda si mrefu mimi natokea hapo, niko najiandaa, muda si mrefu kufikia sasa mimi natokea hapo. Jamaa kana promise brother yake kwamba nakuja. Kumbuke kwamba brother yake aliandaa hafla kama vile na manzi ili wakaenjoy kwa pamoja. Kwa mshikaji anajiandaa, kaeka simu chini, anajiandaa. Sasa tukirudi upande wa pili, bibi ameonekana kuwa na furaha sana. Yaani amekuwa so surprised, kwa maana kila box la zawadi anafungua anakutana na kitu cha kipekee, anakutana na kitu cha kitofauti, jambo ambalo kwa kweli limemfurahisha sana. Unajua mabinti waga wanapenda vitu vizuri vizuri. Kwa hiyo mshikaji pia akawa anafurahi kuona kwamba manzi wake anafurahi kwa kimwambia maneno mazuri kwamba nakupenda. Anampa wine kama hivyo. Demu akawa anafurahi, anakuambia I'm so happy. So unajua maneno mazuri ya watoto wa kike. Sasa manzi akawa anafungua maboksi akifurahi na bwana wake, huko akiwa anajipepea kwa mbali kupunguza katempa, kwa maana furaha imezidi. Mara ghafla furaha kama imezidi hivi, tunamwona manzi akiwa kalegea kwa kweli. Jamaa akasema usinitanie, lazima nipate kidogo, kana piga madenda. Lakini ghafla demu akaonekana kama hayupo sawa hivi. Mshikaji akamuuliza vipi, upo sawa? Demu akamwambia nipo sawa, lakini kuna namna kama anaonekana hayupo sawa. Lakini ghafla manzi akaamka, akaenda kucheki mabox, lakini bado manzi akaonekana kama hayupo sawa. Mshikaji akamwambia drinki, akanamwambia anywe wine. Sasa manzi alikuwa kila akinywa wine kuna namna anaonekana kama anapoteza nguvu hivi. Anamwambia naona kama sipo sawa hivi. Lakini akaendelea kufungua zawadi ambazo basha yake ama bwana wake akawa anampa, lakini bado akawa anajipuliza. Mimi akamuuliza upo sawa? Akanamwambia kuna dalili kama najisikia, lakini mshikaji akanajua ni hali ya kawaida, akanamwambia maliza wine. Lakini manzi anaonekana kuchoka na kuishiwa nguvu, lakini mshikaji akawa na muhimiza kwamba maliza wine. Lakini mara ghafla manzi akadondoka kabisa chini, akawa kabisa akapoteza fahamu. Jamaa akamuita Priska, lakini aitiki Priska. Amuita kimshika mkono, manzi anaonekana kalegea kabisa. Jamaa kabidi akawa amepagawa kabisa, kila kita Priska, lakini manzi aitiki. Ikabidi amuite mdogo wake. Mdogo wake akaja, anamwambia mbona Priska namuona kama haiko sawa, alikuwa anakunywa wine tukawa tuna enjoy kwa pamoja, lakini ghafla shanga ameanguka chini. Sasa nashindwa kuelewa shida nini. Sasa mshikaji naye akawa haelewi kwamba shida nini. Lakini ukumbuke kwamba mshikaji akawa anajua kwamba ni issue ya kawaida kwa sababu wakawa wanakunywa wine na nini, lakini mshikaji hamwambi. Sasa jamaa akamwambia bwana nilimwekea kitu kwenye kinywaji. Mshikaji akamwambia kwa nini umefanya hivi? Jamaa akamwambia kuna kitu ambacho nilikuwa namwekea. Sasa haijulikani kwamba kile kitu ambacho aliweka mshikaji kilikuwa na maana gani. Sasa hapo jamaa ndipo anakumbuka kwamba wakati anaandaa, wakati alivyotumwa na blaza yake kuandaa hii session ili yule manzi aje kuenjoy, waje wapate wine, kumbe jamaa wakati anafungua wine anaonekana kuna vitu ambavyo alikuwa anaviweka. Kama hivyo tunaona kwamba kuna madawa ambayo ameyatumbukiza kwenye wine. Kwa hiyo huenda kwamba kitu ambacho jamaa amekiweka ndio moja kwa moja ambacho kimekwenda kumzuru manzi. Sasa ngoja tuone mwanzo mwisho nini ambacho kitatokea. Lakini nakukumbusha tu kwamba
Kama ndo kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment ili usiona pitwa na recap movie zote ambazo tutakuwa tunaziachia. Sasa jamaa wakati anakumbuka baada ya kuweka vitu akaondoka, ikabidi akaja kumimina kidogo wine ili kuonja kwamba kama madawa kweli yamekolea au namna gani. Jamaa akawa anamimina madawa. Kamimina kidogo wine kwenye glass, anamimina wine kama hivyo unavyoona ili ajaribu kuonja kwamba kweli kitu ambacho nimekiweka kimekaa. Jamaa akawa anaonja bwana. Anaonja mdogo mdogo, anacheki, anasema yes, kitu kimekubali. Sasa haijulikani kwamba mshikaji target yake ni nini kuweka madawa, ama naye anampenda manzi ama nini. Basi tutazidi kuona na kuona. Kwa jamaa alivyokumbuka, brother yake akamwambia, "Kwa nini umefanya hivyo?" Jamaa akamwambia, "Brother, naomba unisamehe sana. Sikutegemea kufanya hivi." Brother yake anamuuliza, "Kwa nini? Kuna kitu gani ambacho nimekukosea?" "Nimekukosea nini mdogo wangu?" Akamwambia, "Nimekukosea nini mpaka umefanya hivyo?" Jamaa akamwambia, "I'm sorry. Nimekukosea nini mpaka umefanya hivyo? Namwekea madawa. Kwa nini unafanya hivyo?" Brother yake ameongea kwa uchungu sana kwa maana hakutegemea. Basi ikabidi wakapata wazo la kumbeba na kwenda kumpakiza kwenye gari. Haijulikani kwamba wanampeleka hospitali ama nini. Ngoja tuone nini kitatokea. Basi moja kwa moja mshikaji akambeba manzi wake akiwa tayari, yani yuko hoi bin tabani, kwa maana mwili wote upo tepetepe. Haijulikani kwamba yupo hai ama mzima. Akamwambia basi mdogo wake, "Washa gari tuondoke chap chap." Wakakaa kwenye gari, mchiza na kwenda kufungua geti. Haijulikani kwamba manzi wanampeleka wapi. Ngoja tuone mwanzo mwisho kwamba safari hii ambayo wanatoka na manzi wanampeleka wapi. Na manzi inaonekana kabisa wamemweka kwenye buti. Mshikaji anaonekana kabisa hayuko sawa. Sasa wakati wapo kwenye gari, mara ghafla simu ya manzi ikawa inaita. Mshikaji anaangalia kwenye pochi, anaona simu ya manzi inaita. Kucheki ni nani, anaona kwamba ni mdogo wake na anatuma message, anamwambia, "Unanipa pressure. Kwa nini hupokee simu zangu?" Jamaa akawa anachati naye manzi. Sasa wakati huu manzi huyu anajua kwamba anachati na dada yake. Anamwambia hakuna sababu yote ya kuwa na wasiwasi, mimi niko sawa. Kumbe mchizi ndio anachati na manzi yule kule ambaye ni mdogo wake wa huyu bidada ambaye yupo kwenye gari hivi sasa hoi bin tabani baada ya kunywa kinywaji ambacho kimewekewa madawa. Huyu akamwambia, nipo kwenye gari lakini sipo vizuri. Sasa huyu dada akana waza kwamba hayupo vizuri, kuna nini? Akamwambia, "Kwa hiyo kuna changamoto gani? Naambie mimi ili nije nikufuate." Sasa mchizi kumbe ndio akana chati naye. Haelewi kwamba afanye kitu gani. Wakawa naulizana, "Bwana, tumjibu nini?" Mchizi akana andika message ya kumfariji manzi na kumtumia bwana huyu mdogo wake wa yule manzi ambaye ana hali mbaya. Akawa na furaha, akabi happy, akana furaha kwa akiwa anaandika message akiwa na furaha. Inaonekana kwamba mchizi huenda amemwandikia kitu ambacho cha kumfurahisha. Sasa maskini ya Mungu, bidada wa watu hajui chochote, amekuwa akijiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli zake za hivi karibuni. Sasa upande wa pili huku washikaji, safari inaendelea na tunaona wamefika kwenye mjengo, haijulikani ni mjengo wa nani. Ngoja tuone ni kitu gani ambacho washikaji hawa wanakusudia kukifanya. Basi tunaona jamaa wameshuka, wanaenda kufungua kwenye buti na kumtoa bidada ambaye yupo hoi kweli kweli baada ya kunywa wine ambayo inaonekana kwamba iliwekwa madawa ya kulevya. Sasa jamaa akambeba manzi akaenda kumweka pale chini, akiwa manzi haelewi chochote, yani kalala kana kwamba nguvu zote zimemwishia. Baada ya jamaa kuwaweka chapchapa kodi kwenye gari na kuonekana kwamba ni yao kama ni kumweka hapa, haijulikani hapa alipomweka ni wapi. Jamaa mara ghafla akawasha gari yao, wanaonekana kuondoka. Wakati huo manzi amemwacha getini, haijulikani hapa getini ambapo amemwacha ni kwa wapi. Ngoja tuone ngome inavyokwenda. Inaonekana kwamba hapa kuna msala mkubwa. Sasa jamaa katika rudi nyumbani akawa anakumbuka zile moment ambazo alikuwa akizifanya na manzi wake. Anakumbuka vitu vingi sana ambavyo alikuwa akienjoy kweli na demu wake. Sasa kumbe mshikaji anakumbuka. Sasa haijulikani kwamba hii kumbukumbu imemjia wakati akiwa wapi. Jamaa alikuwa anamwambia maneno mazuri kwamba nakupenda sana mke wangu. Sasa kumbe jamaa inaonekana alikuwa anaota bwana. Wakati amelala kumbe kuna kumbukumbu ambayo inaonekana ilikuwa inamjia akiwa anamfikiria yule manzi. Ghafla mshikaji akaamua kwanza kuinuka. Anajaribu kufikiria kwamba kwa nini kitu hichi kimenijia? Hii ndoto inamaanisha nini? Kana kwamba ndoto ambayo alikuwa akiota ni ndoto ambayo alikuwa na zungumza maneno mazuri sana na manzi. Sasa ghafla upande wa pili huko ambako manzi kaekwa nje, tunaona kuna gari inatoka. Mara ghafla ile gari inatoka ni yule bidada ambaye alikuwa na chati na yule mshikaji akiwa anamwambia kwamba manzi yupo fresh. Anamuuliza, Priska,
Ikabidi jamani, everybody naomba mje mnisaidie, Priska shida nini, Priska shida nini? Manzi akawa haelewi kabisa, kwa sababu mwanzo alikuwa anachati naye, kumbe yule alikuwa anachati naye sio huyo. Ikabidi basi wakamsaidia, wakamweka kwenye gari ili ajaribu kumpeleka hospitali kuone na kweli. Sasa mdada ameonekana kuvurugwa sana, kumwangalia dada yake, anamuona yuko kwenye hali, anamuita Priska my dada, mbona uamki? Priska naye anaonekana kuwa hoi tabani, yani haelewi chochote, fahamu zote zimemwishia. Ikabidi bidada huyu Sandra akapanda kwenye gari na akawasha gari kumpeleka hospitali. Sasa wakati wamefika hospitali, Sandra anamuuliza dokta, naomba niambie shida nini dada yangu Priska, maana nimemkuta amelala tu pale. Anamwambia dokta, please naomba msaidie dada yangu aweze kupata fahamu, please dokta. Priska ameonekana kuwa na hofu sana. Sasa upande wa pili huku mshikaji akapigiwa simu. Sasa hatujui ile simu kapigiwa na nani. Anaongea, hello, yes. Anamuuliza nani? Kumbe ni Priska ambaye yupo hospitali kule, amempigia simu. Sasa hajulikani kaambiwa nini, mshikaji akasema nini? Jamaa ameonekana simu ambayo amepigiwa kama sio nzuri, akauliza nini? Hatujui kwamba simu aliyopigiwa ilikuwa nini, lakini ni simu ambayo alikuwa anaongea na Priska ambaye yupo hospitali. Sasa mdogo wake akaamka akamwambia, brother shida nini? Mbona umepigiwa simu alafu umekuwa disappointed, yani umestuka ghafla? Jamaa akaelewa, anamwambia Sandra is died, yani Sandra amefariki. Mdogo mtu akawa haelewi, kwa sababu akifikiria kwamba kitendo chote ambacho kimemkuta Sandra yeye ndo amekifanya. Ikabidi akamfuata brother yake, akamwambia brother sorry. Sasa tukirudi upande wa pili, jamaa alikuwa anajiandaa kwenda kazini, ghafla akakutana na barua ipo mlangoni. Haelewi kwamba ni barua ya namna gani. Akana iangalia na kuitazama kwamba ni nani kaweka barua mlangoni mwangu. Ikabidi jamaa akaichukua na kuifungua kuona kwamba ni kitu gani ambacho kipo kwenye barua. Ni bahasha ambayo imefungwa na ipo mlangoni mwake. Na muda huo ikumbuke kwamba jamaa alikuwa tayari anajiandaa aende kazini. Lakini muda huo ikumbuke kwamba tayari mshikaji ameshapokea simu ya kwamba Sandra amefariki. Sasa kuifungua ile barua imeandikwa confess or die. Yani kwamba jisalimishe au ufe. Sasa mshikaji akawa anaangalia maneno haya yanamaanisha nini? Yani katoka kupokea simu kwamba bidada manzi wake Sandra amefariki. Lakini anatoka nje anakutana na barua ambayo imeandikwa jisalimishe au ufe. Jamaa ameonekana kuwa disappointed sana, yani ameonekana kuwa amevurugika sana. Haelewi kwamba maneno haya ama barua hii ambayo kaikuta mlangoni mwake inamaanisha nini. Ikabidi mshikaji ailishe safari kwanza. Ikabidi aingie ndani kwake kwa sababu hakuelewa yani kwamba kwa nini. Sasa tukirudi upande wa pili, mdogo wake na mshikaji alikuwa yupo safarini. Na ikumbuke kwamba huyu jamaa ndio yule ambaye alimwekea madawa Sandra na kupoteza maisha. Sasa haijulikani hapa alikuwa anaenda hospitali kwenda kumkagua Sandra, lakini mshikaji anaonekana alivyokuwa anaendesha gari, yani ni mtu ambaye ana hofu, ana pressure. Sasa mara ghafla kuna gari nyingine ambayo ilikuwa inakuja. Kisa mshikaji akati anakwepa, mara ghafla ikatokea ajali. Ajali moja mbaya sana ambayo imempata mshikaji. Jamaa ikabidi akapelekwa hospitali. Sasa wakati jamaa yupo hospitali, tukirudi tena upande mwingine huku, ni kwamba Sandra wakati yupo nyumbani kwake, yule mshikaji baada ya kuona vitisho vingi ikabidi aje kwa Sandra. Sasa kuingia anamwambia Sandra, nataka tuzungumze kitu kwa sababu kuna vitu ambavyo vinanitokea sivielewi. Sandra akamwambia karibu keti. Shida nini umekuja kwangu? Sandra kana muangalia, lakini Sandra kana analia. Lakini mshikaji anamwambia nimekuja hapa nataka tuzungumze, samahani. Kuna vitu ambavyo vinanitokea, naomba unisikilize. Lakini ghafla wakati anaongea na mshikaji, bwana tunamuona bidada Priska akiwa anatokea. Mshikaji amekuwa amepatwa na hali ya mshangao akicheki. Priska, mbona nimeambiwa umefariki alafu ghafla na kuona? Ikabidi jamaa akawa anampigia magoti anambia samahani, naomba unisamee. Lakini bidada ameonekana kuwa na hasira sana, anambia naomba utoke nje. Naomba utoke nje. Kwa nini umenifanyia kitu kama kile? Lakini mshikaji akanambia hapana, naomba unisamee Priska, nisamee. Ikumbuke kwamba mshikaji walikuwa wanapendana sana na yeye hakufikiria kuja kumfanyia vitendo kama hivyo. Lakini ni mdogo wake ambaye haijulikani nia yake ilikuwa ni nini na kumfanyia vitendo kama hivyo. Lakini Priska ameonekana kuwa na hasira sana, anambia ondoka. Lakini mshikaji akanamwambia hapana Priska, usifanye hivyo please, naomba unisamee please, bado nakupenda Priska. Hata hivyo nilikuwa najisikia vibaya sana baada ya kusikia kwamba umefariki. Naomba unisikilize Priska, I love you, nakupenda sana Priska, nimefurahi kuona upo hai. Lakini Priska anaonekana kwamba ni kama mtu fulani na hasira. Yani Priska ana hasira sana, anambia sitaki usinishike, naomba ondoke. Mshikaji
haelewi kwamba Priska huyu nilikuwa nampenda. Mara ghafla Manzi akaondoka, akamwacha mshikaji na Sandra. Sandra naye akakaa kidogo akaondoka akamwacha mshikaji. Mshikaji akabaki mwenyewe akiwa na majonzi huko anampenda. Sasa baada ya siku chache ikabidi Priska amefikiria, na jamaa baada ya kutoka hospitalini, mshikaji ambaye ndio alimwekea madawa Sandra, ikaona nafsi ikaenda msuta. Kwa hiyo akabidi akawa anamwomba msamaha, anambia please kakaangu mimi hajakufanyia chochote, naomba msamehe. Mimi ndio nimefanya kila kitu na sikufanya kwa nia mbaya. Nilikuwa nakupenda, sema sasa nikaona nikufanyie madawa ili nikupate kiurahisi. Kwa hiyo kakaangu hakuhusika na chochote katika kuwekea madawa. Naomba msamehe kakaangu. Mshikaji anaonekana kuzungumza kwa uchungu sana, kwa sababu ukiangalia kwanza amepitia misukosuko mingi, lakini Priska akaa anafikiria na waza huku machozi akiwa yanamtoka. Lakini wakati huo mshikaji akaa anamuomba msamaha kwamba please msamehe kakaangu. Kakaangu hajahusika na chochote kwenye hichi. Msamehe. Priska anaangalia huku machozi akiwa yanamtoka. Anacheki kwamba yeye ilikuwa nini? Lakini jamaa anazidi kumwambia kwamba my brother nakupenda sana. Brother wangu hakukusudia kufanya chochote, anakupenda sana. Naomba msamehe. Priska anaangalia, moyo una tamani kweli kumsamehe, lakini akikumbuka vitendo alivyomfanyia bado anapata kigugumizi. Lakini mshikaji anamuomba sana msamaha kwamba naomba tusamehe. Brother wangu hajahusika na chochote, naomba tusamehe. Kwa hiyo dakika mwisho Priska akarudisha moyo nyuma. Tunaona wakiwa na furahi kwa pamoja na wakiwa wamesameheana, huku wakiwa na kisiana. Jamaa na furahi kwamba Priska akamsamehe brother yake. Mimi nikwambie tu usisahau kusubscribe kwa movie recap nyingine nzuri ambazo zitakuwa zinakujia hapa hapa ndani ya Zamoto Recap. Subscribe, share, comment na like ili usiwe unapitwa na burudani kama hizi.